na Beatles manga machozi na Kongore zima we run this town by 10 down akishirikiana na Master Kimbo. 32 ndio dakika ambazo zimekatika baada ya mwendo wa saa ngapi? Saa 8 kama ni majira Afrika Mashariki bwana. Sheshe mpango mzima awamu ya pili bwana, wame notebook ya Sheshe mpango mzima ambao moja kwa moja bwana tunazungumza na mkongwe baadhi ya wale watu ambao wamekaa kwenye game ya hip hop kwa muda mrefu bwana, na historia kibabe hata zaidi bwana. Tutakuwa tunazungumza naye moja kwa moja hapa bwana, aweze kutupa ushauri. Kuna baadhi ya vijana ambao sasa hivi bwana wanawazia bwana kuingia kwenye game ya hip hop, lakini pengine anaangalia itakuwa ngumu bwana, itakuwa ngumu sana. Ambapo usijali, hapa leo tutakuwa tunapata burudani, vile vile bwana tutakuwa tunapata ushauri kutoka kwa baadhi ya wakongwe. We are run. Arabina downtown, we are run. Malindina downtown. Yeah, we run this town. What run this town? What we run this town? Ya bwana, moja kwa moja mimi run this town. Ningependa bwana nikuulize kitu ningependa nikuulize kitu kwa sababu kwa muda mrefu sana hip hop imekuwa ikihusishwa sana na uhalifu. Imekuwa ikihusishwa sana na uhalifu. Wengi sana wanaamini kwamba hip hop msanii wote wa hip hop aidha yafuta bangi, yanywa pombe, ama achonga nini, kwa sababu wanaona yale mambo ambao nyimbo ambazo yale maneno ambayo yanawekwa kwenye zile nyimbo wanasema pengine ni utovu wa nidhamu, wanataja mapanga sijui nini, moshi, vitu kama hizo. So kwa mtazamo wako, unajua umekuwa kwenye game kwa muda mrefu na kufikia sasa bado upo kwenye game, ushauri wako ni gani, na pengine ni kitu gani kile ambacho ungependa kuambia watu kama hao ambao wanafikiria vitu kama hizo? Fikra mbovu, fikra potovu. Mimi kitu cha kwanza ningeambia waheshimu sana hip hop. Maana hip hop ina deal na culture na ina deal na love. Hip hop inakuwa na love na culture. Unasikiza sana hip hop ina deal sana mambo ya ghetto, mtu nimesota, mambo ya msoto ni nini. So inaonyesha upendo wa street, vile street zetu zilivyo. Inaleta the real life ya street, vile street zetu ziko. Sio? Sasa hawa watoto wametokea sasa sana shamba, ndo unasikia wanaharibu trend. Lakini mimi naweza sema ni wave yao, ni wave, muziki ni wave. So sikia gengeton ilikuja, gengeton eti wainame mara sasa imekwama, ikaenda mapiano ikatoka. So is a wave. Sasa ni wave yao. Wasipingwe, waitumia vizuri. Bora tu wachukue nafasi yao vizuri na waeducate watoto pia. Mambo education, kuna educative song, kuna hizi awareness song, mambo za drugs, si ndio? Keep away from drugs, watu wache mapanga manini, yani at least waimbe educative songs. Wao ndo wanafanya hip hop inaonekana ni muziki wa kikora. So they have to change. Hawa watoto wameanza na msingi sawa hip hop, but easy lyricals ndio vile nilikuwa nakwambia Mitax Sound tulimtwajua hizo lyrical gangster lyricals, vitu ambazo hazieducate watu, vitu zinaleta beef, grudge kwa street, ama zinaleta image ya gangster, yani inaonekana kama muhuni. Ona kama hip hop sasa inachukulia ni muziki wa kihuni. Lakini hip hop ni kama reggae. Ndio naona marasta wengi wanapenda kusikiza hip hop ama reggae. Maana zina deal na reality. Hip hop inakuwa na reality sana. Lakini sasa hii reggae ndio inaaminika kwamba ndio yani peaceful yani. Reggae na hip hop. Hata hivyo hata mimi sasa nimebase nafanya madanso, nafanya reggae music, nimeswitch, nimetoka hip hop nimeingia huko sasa. Hata naona jambo ambalo umevaa pia. Mimi sasa me nowadays I don't do gangster things. I do Jamaican jam down things. Peace and love someone. Kwa hivyo ujumbe wangu ni uambie tu aje fikra potovu, na wale vijana ambao bwana wamejiunga sasa hivi bwana change lyrics. Flow ni poa, kuna flow zao ziko fresh nini, watoto na poa, lakini hata swag zao wanang'ara fresh. Lakini hayo maneno naongea hiyo panga bapa shika bapa mfanyie sijui kwala sota kwala paka lini. Mtoto mwenyewe ana majukumu, alafu anasema kukwala nini, mtoto ajaingia hata jela. Wanasema mooza. Sasa kuoza sio ina maana ni mzoga hiyo. They have to change. Watoke shamba ingia town, waje Malindi town. Malindi ni city, Malindi sio shamba. Malindi ni city.
Usio. Yeah man. Tuna matumaini kwamba ujumbe utafika na watabadilika. Tuna matumaini makubwa sana kwamba ujumbe utafika. Changes is what we need. Watabadilika. Changes is what we need. Kwa hivyo kuna track ambayo ilifanya na Shabig ya Anga Zetu. Ya Anga Zetu Bala. Hiyo tumefanya na producer Mobis, kama ushasikia Mobizo. Yule amemtoa Chikuzea, ametoka na Dazzler. Ya Mobis ndo ametengezea hiyo kazi. Inaitwa Anga Zetu Bala. Anga Zetu Bala na Shabigi. So kuna bado na communicate na Shabigi kwa sababu amekuja amepotea sana kwenye game sana. Shabigi kuna vitu zimemtokea, lakini personal issues. Ni yeye alipata wife wake, bahati nzuri Mungu akambless akapata watoto wawili. Kuna watoto wawili ma twins. Pasa kupata hapo imbidi sasa kidogo ameshinda muziki kidogo na dinda family. Hata mimi muziki nilitulia kidogo, nilikuwa nafanya construction ya nyumba. But nashukuru Mungu ameniwekea uwezo, nimemaliza nyumba sasa. Nashukuru. Kwa hivyo hiyo nyumba ni mafanikio mojawapo ya muziki ama muziki is my work. Kile kidogo napata ndo nafanya sasa. Muziki unalipa. Muziki unalipa bro. Sasa hiyo waambie kama shabiki tu hapo. Muziki unalipa nategemea na strategy yako wewe mwenyewe tu. Kwa platform zile una advertise muziki wako. Na ma DJ wako vile pia muziki wako unapoenda, na shows pia. Naweza sema pia kuorganize shows na kutembea inasaidia sana. Mimi nilikuwa Nairobi, nimekaa Nairobi karibu miaka kadhaa. So kuna exposure kila weekend, sikosi event mahali. Sikosi angali 10,000 za mfukoni. Inasaidia mahali, rent nini. Lakini kuna mtu tayari kumuita kwa hiyo show, anataka aomoke na hiyo show moja. Kuna mwingine anataka tayari show, tayari anataka milioni, tayari show moja, tayari afunge mchezo. Hakwendagi hivyo. Afadhali upate zile kidogo za kila siku. Lakini zaingia daily. Kuliko take nyingi za mara moja. Ukiwa milioni moja alafu utoke tena mpaka miaka 5 tena ndo usikike tena. Miaka 5 ukija kwa muziki umechange. Wajitafuta lakini wapi? So na kama CLD, kuna binti. CLD is back, yuko Kenya sasa hivi. Mwanangu sana. CLD ni kazi. First cousin kabisa, mamake na babangu mandugu. Sasa CLD amerudi, lakini sasa unaona kitambo cha jitafute tena kama inachukua muda. Muziki umechange. Man. Hata sasa ukiangalia baadhi ya wale wasanii ambao wamekuwa hapo nyuma, sasa hivi kubadilisha muziki kwao kuingia kwenye kizazi kipya sasa hivi imekuwa ngumu. Kina Jagugas, kuna wasanii wengi wanajaribu kujitafuta. Ukiangalia kama Susumila anajaribu sana, lakini ukisikiliza kwa karibu yani kama kuna ka struggle kidogo. Very good. Very good. Hata uko fulani pia nimeona sasa wamerudi tena pamoja, ni uko fulani. Tuombe Mungu yani vitu vifunguke, watu warudi poa tu. Challenges kibao tu. Challenges zipo, ni hali tu ya maisha hapa na pale. Lakini tukiangalia kwa upande wa hip hop hip hop bado ukiangalia mimi sioni kama kuna any changes ya hip hop. Miaka nenda miaka rudi, yani vitu ni vile vile. Unless tuje tuseme kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanabadilika kuhusu mitandao ya kijamii. Sasa hivi ukiangalia hususan ukiangalia ya 10 down ni kitambo, lakini ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii bado licha kwamba bwana brand inajulikana, lakini kwenye mitandao ya kijamii bado ipo chini, ambapo ukiangalia ni tofauti na kizazi cha sasa ambao vijana wanaanza kujijenga kwenye mitandao ya kijamii kabla yani wajitangaze kimuziki kwao. Sasa hivi watu wanategemea sana mitandao ya kijamii. Pengine venye umesema sasa hivi umebaki na brother ndo unataka kupiga naye sasa hivi. Mtaanza tena upya kujijenga kwenye mitandao ya kijamii ama mtaendelea na ile brand ambayo mko nao alafu kwenye mitandao ya kijamii muachane tu na hivyo? No, hata sasa tuko na mkataba sasa tuko na manager anataka kutusign. Hiyo ndio kitu kidogo umetokelea. Hata hiyo ndio imeleta Malindi. Niongea na brother after hapa mimi narudi Nairobi, niko Ruaka. Let's to Ruaka. Huyo manager ni wapo hapa Malindi ama ni wa Nairobi? No, Nairobi. Wanaitwa Heartbeat Entertainment. Heartbeat Entertainment. Wao ndio walikuwa na kina Zedanton, kama mjua Zedanton. Walikuwa na manager Zedanton, kina Samu kweli. Ni manager wanasaidia hata Matonya pia, walimshika Matonya. So sasa hii wanataka kunisign. Contract yao ni ya 2 years wameniambia. Sasa kwa lazima ni brief brother, ndo kama kwenda tuende pamoja tusaini mkataba. Mimi nitabaki huko. Yeye nafikiria atarudi. Nitabaki. Kwa sababu kuna family huko. Kuna watoto wako huko.
Sasa kama sasa mkataba ni wa wewe na yeye, mna join rasmi. Officially. Sasa kama mtajoin officially, yeye mbona arudi Malindi? Ama kazi ni ile kama kuna kazi atakuja nini akirudi? Kulingana na kazi, yani kazi yake anafanya viatu za shanga hizo beads. Yeah. Anashona viatu za shanga na kuna workshop yake hapa Malindi. Sasa ni ngumu. Sasa ni ngumu ile kuacha kazi. Kwa sababu ukiangalia bara shajijenga hapa na customers. Umeona sasa ile kukurus customer kwenda Nairobi tena kutafuta wengine itakuwa kazi. Ngumu sana. Anyway, ni kitu kizuri. Kwa hivyo wewe unaamini sana mtu akiwa under management anaweza fanya vizuri compare na ile anajisukuma mwenyewe. Kuna management unaweza sema una relax na vitu fulani. Kwa hiyo kufanya mwenyewe maana kila kitu wewe mwenyewe unajisimamia. Lakini uko na management, hata kama manager hana pesa, lakini anaweza kupatia ushauri, anaweza kupatia suggestions, opinions, then wewe unaweza kuja na decision. Lakini sasa iko wewe ndo suggestion maker, wewe ndo opinion maker, alafu wewe ndo decision maker, inakuwa hard. Na wewe ndo mtafutaji wa pesa. Alafu wewe ndo mtafutaji wa pesa. Wewe ndo sponsor. Pesa ukipata unajikopa hapo katikati. Acha nitumie alafu utaelekea vipi? Balaa nakwambia. Okay, tusalie hapo kwa management. Tumeona kuna baadhi ya wasanii ambao wamekosana na management za kwao, alafu naangalia mwisho wa siku social media zao, social handles zao zinazuiliwa na management. Mwisho wa siku wanaenda pengine wanapoteza vitu vyao karibu almost 80% ya vitu za kwao. Wanaanza tena upya 20%. Unachukuliaje? Pengine sasa hivi kufikiria kusign. Ushaifikiria hii pengine tunaweza kuja kukosana hapo katikati, ama pengine utadepend na zile sheria ambao watakuwa wamekuwekea, ni gani utaikubali, ni gani utakataa? Mimi kivyangu mimi as a Rasta naweza sema si deal na negativity. Kwa kila kitu changu na deal na positivity. Naamini yani huo mkataba utakuwa mzuri na Mungu ataingia katikati. Ni bora tufunguliane nia, aache tamaa, niache tamaa, ili tuweke percentage lazima atakula, lazima mimi nitakula, lazima tutaishi both sides. Producer pia, studio pia lazima angalie hizo vitu, ma video nini. So tuna balance, we have to balance. Niko na ngoma pia inaitwa Balance Dance. Mtaachia soon next month inshallah. You have to balance, lazima upime maji na unga ndio upike sima. Siweke maji mingi, unga kidogo, utakuwa uji si sima hii. So lazima balance. Mimi nikwambie tu the best bwana, upate management nzuri ambayo itaamsha tena game rudi tupate ile the real 10 down ambao bwana ilikuwa ikitesa sana. Inshallah. Bwana tu lipe tu madeni kidogo, alafu tutakuwa tunainuka baadaye tuweze kusikiliza bwana track ambayo inakwenda kwa jina Anga Zetu ambayo ilimshirikisha Shabiki na vile 10 down.